254 ni Benji ati Benji 254 flow ni random sina ubaya story ni kali moto kama basi hichana ni kali Hi guys, this is your boy Benji 254 and this is the Bedsitter Diaries episode 5. And actually today I'm going to share an experience on what happened to me with a broken tap. Juu nilikuwa nimezoea mambo ya bedsitter. So actually niko Ushago. Yeah, I'm in my rural area. Nimetembea nimeacha bedsitter yangu huko. Yeah, so wala tunakaa kwa bedsitter by the way kama mmezoea. Ukiangalia hapo nje ya washrooms za bedsitter unapata kuna kuanga na kale ka regulator, ile regulator ya maji inakuanga imewekwa hapo. And then if you have any problem you can regulate it yourself. Kama utaki maji kwa nyumba ama tuseme if anything happens unafunga. So mimi nilikuwa nimezoea tu, I know everything is just available there. One day I went to my brother's place. Nilikuwa nakaa kwa 2 bedroom. And then I was supposed to leave. Okay, nilikuwa nimetoka hapo nikamtembelea. I was supposed to leave to town. Yeah, nilitoka asubuhi. And then by the time I was waking up, there was no one around. And I wasn't even used to that place. So siku moja nimetulia hivi, nikaingia kwa bafu kuoga. And then nimeingia kuoga, unajua lazima utasugua miguu kidogo. And normally unapata kwa taps. Kuna kwa na tap hapo kwa bafu. Ile ya maji ya chini. I stepped on the tap. So nikaendelea kusugua mguu. I didn't know that I was actually exerting pressure on the tap. Accidentally, the tap broke. Na maji inakuja na pressure. Okay, I'm always very calm. But on that day, so kutoka nje ya nyumba natafuta regulator, hakuna regulator. Nikakimbia hadi chini, nikaenda hadi huko chini mahali wameandika because hata sikuwa na namba ya caretaker. I was actually trying to call my brother and he was at work, he couldn't pick my call. I was like, I'm a man. I had to figure out. So, nikateremka kwenda mahali kuna kuanga na namba ya caretaker, inakuanga imeandikwa kwa hapo nje ya gate, you know, when you sometimes want to make a call and ask if there is a vacant room to let. Nikapiga hizo namba, zilikuwa namba 2, nikapata zimezimwa. And remember, all this time maji kwa nyumba inaendelea kurun na pressure. Unajua bills za Nairobi, uzuri 1 unit is 1000 liters. So ukipata umetumia unit moja, that is you've used 1000 liters. Yes. So hiyo maji ilikuwa inakuja na pressure, nikachukua basin. So as I was thinking, so I went back to the house. Juu sikuwa najua mahali napata hiyo regulator, but I just had an idea. Inaweza kuwa rooftop pale juu kabisa. But remember, I don't know anyone, like nikiweza rush nianze kuzimazima. Maybe nikipatwa huko, they'll say maybe I'm just trying to figure, maybe to cook something. So nikarudi kwa nyumba, nikachukua ile trough kubwa, nikaweka maji, ikajaa. Nikaweka ndani ya washing machine. Tena nikaweka basin, ikajaa. As I was like all that time I was actually figuring out what to do. Sasa nikapanda kwenda kwa rooftop. Kufika rooftop, oh my, nikapata hizo regulators zimepangwa mingi. Hizi ni za A, ni za B, ni za C, ni za D. Alafu like zimewekwa places mbali. So nianze kutafuta A ni gani, B ni gani. And then kupata sikuwa najua house number. So ikabidi nikimbie hadi kwa nyumba kwa mlango ni confirm this is house number fulani. Hapo kwanza nikifika hapo napata maji inaendelea ku run. I just left the house open. I ran again. Nikakimbia nikapata mali taps zilikuwa. Nikatafuta mali kulikuwa na C. C hizo ni za 3rd floor ya. Ilikuwa 3rd floor ama 2nd floor, whatever. So nikafika huko and then sasa unapata za C kwenye ziko. Unafaa ufungue, there's something you're supposed to open. Oh my. But I was like, okay, a man has to do what he has to do. Nikapata hiyo regulator and then nikazima hiyo maji. So after kuzima maji nikirudi kwa nyumba, hiyo like at that time I don't even have my phone. Sasa nimeacha kwa nyumba. So time naingia kwa nyumba ndio napata sasa naanza kupigiwa simu. Ndio caretaker anafungua simu. Ndio caretaker anauliza what was it? Nikamwambia ni tap ilikuwa imevunjika, nimekuwa na kutafuta unisaidie kuzima mali inazimiwa pale juu.
Njoo kwa bedsitter sisi tumezoea, everything is just there, you just sort yourself out. Na sisi ndio tunajitanga maguru wa kujisomea mita, you know. We actually like complaining. Kama mimi I've ever complained, wakati maji like unapata unasomewa unit, you just check and you're like, no, I know my meter readings. The last time you gave me the meter readings zilikuwa hivi. Junapata there's a time I was home for the whole month na bado napatiwa eti nimetumia units 2 and you're like, units 2? You have been at home. Yeah. But unapata sasa watu kama watu wa 2 bedroom, they don't even complain. Unapata amewekewa units kadhaa, even 3 more on top. They don't even feel it. Yeah, alafu sasa ndio hiyo time yenye brother yangu pia anapiga simu. Anauliza what was the issue. Yeah, eventually that guy came and helped the caretaker. Akaniambia atatuma mtu wa kukuja kufungua, like atakuja kufix your tap. And I was told if I want to wait if I want to wait for the guy because anakuja jioni. Hapo kumbuka ni kitu saa 3 saa 4. Luckily nilikuwa nishamaliza kuoga, like I didn't even have to use the tap anymore because ukizima hiyo regulator maji ya nyumba mzima inapotea, so I didn't even have to use the water anymore. So akanipatia options mbili, kama unataka maji tengeneza saa hii you'll pay the guy, but if you'll wait for him to come you'll have to wait hadi jioni huko kabisa. To a bedsitter mimi ni nani? Why should I pay? I had to wait for the guy. So the guy came at around 5 and fixed the tap. Yeah, and that was it. Yeah. Anyway, kama imekubamba piga like and take care bana. Najua watu wa bedsitter, maybe someday you'll come to encounter such an issue. Yeah, anyway, that was it. That was episode 5. Yeah, and peace.